Wewe utakuwa mjamzito. Eh? Shangazi unataka kuniambia kwamba wewe ni mjamzito hivi sasa? Afu hizi tunatengeneza. Wewe na sio unanipanda kichwani, si ndio? Nataka uniambie ujauzito huo ni wa nani? Hapana kaka. Ndio ujauzito wa nani? Unajua maisha nyumbani jinsi alivyo ni magumu. Baba hayupo, mama hayupo, afu tunamtegemea shangazi. Afu leo unataka kuniambia ujauzito, niambie wa nani? Sema wa nani ujauzito? Zungumza nani? Kaka, nakwambia kila kitu usinipige. Sasa Shangazi. sema basi. Alexi. Alexi? Baada ya wazazi wetu kufariki, mimi ndio mzazi wenu nilobaki. Nasikitika kwa hiki ambacho ulichokifanya. Wewe unajua kabisa kwamba Alex ni rafiki wa kaka yako. Halafu wewe ukaingia kwenye mikono yake. Kwa nini? Lakini shangazi, tatizo ni moyo. Na yule ni rafiki wangu, na si kaka. Ananipenda na mimi nampenda. Jaribu kunielewa shangazi. Ucha kunisaidia hapo, ni kuangalia jinsi ya kuongea na kaka yangu, ili aweze kunielewa. Unamjua jinsi alivyo mkorofi kaka yangu. Unadhani atanielewa kwa nini? Lakini kwa kama shangazi, unaweza kaongea naye. Kimtazima kuelewa shangazi. Yaani ile bado ni kosa tayari ushalifanya. Wewe unajua kwa sababu Alex ni rafiki kabisa wa kaka yako. Alafu wewe unaingia kwenye mikono yake. Alafu ananiambia tu kirahisi rahisi tu, mimi nikae na kaka niongee naye. Wewe ufikiri anaweza kanielewa mimi? Shangazi atakuelewa, lakini sio mimi mdogo wake. Wewe atakuelewa. Na hapa mimi siwezi kurudi nyumbani. Itabidi nikae hapa hapa. Umwite kaka uongee naye kwa undani zaidi ukiwa kama mzazi. Ili aweze kukuelewa. Sawa, mimi nitajaribu nitaongea naye lakini sidhani kama atanielewa. Tashukuru sana shangazi. Naomba ujitahidi. Sawa. Hivi haya yote yanayotokea Paulo, kimemtokea nini Paulo mdogo wangu mpaka kwa katika hali kama ile? Afu Alex kufikia hatua ya kumpa aliyakuwa namchukulia kama ni mdogo wangu. Sijui hata nifanyeje. Mungu niongoze. Mungu niongoze. Okay. Acha niende kwa shangazi. Lakini nauma, tuacha niende kwa shangazi ili iwe wafaka hii hali. Acha niende kwa shangazi.
Vipi? Mbona sasa mipanga nini na nini? Wewe sasa shida sasa kuna shida gani? Mchana huu. Bangala. Umudi. Mambo kibao ambayo mimi yananisibu. Na isitoshe. Navyotumia napanga si kama napenda. Ni mambo ambayo na familia yangu ndio yananichanganya. Mimi naumia. Bone, mshusha kwanza presha yako. Alafu haina haja ya kutumia nguvu kubwa sana kwenye kuzungumza. Shida yetu sisi ni kujua wewe una tatizo gani. Yesu umeshanielewa. Ukitaka kujua mengi ambayo yananisibu mimi, kwa kuwa naenda kwa shangazi, utajua tu mimi kinachoniumiza humu. Naumia na moyo, nafsi inaniuma. Sijapenda kutembea na mapanga hivi kama chizi. Karibuni. Karibu. Karibuni. Tupo shangazi. Mambo mengi sio. Kweli? Mambo mengi. Tupo. Karibuni sana. Asante. Shangazi. Nikuja hapa ni mmoja tu. Natambua fika kwamba mengi yamejitokeza. Nimekuja na ujio na zangu hapa ili kutatua lile ambalo limetokea. Unajua fika mimi mtu mzima. Na mabaya mengi sana nimefanya. Na mazuri yangu pia unafahamu. Mimi sikuwa hivyo. Na sababu ya kuwa vile. Kwa nimekuja kwako kama mzazi. Ili swala lao umelipokeaje? Yaani kwanza kama wote mjini sio. Yaani mwenyewe mimi kila siku tunapanga leo kuja kuongea maneno kama haya. Yaani ni sana. Ila kama siongee chochote. Ili kwanza weki huko maana muda kutembea na mapanga sasa imeshaisha. Na tena mapanga kama Mmasai. Shangazi. Sasa twende kwenye kuni. Mimi naweza kusikia. Ila wale vijana pia mwenyewe kwa Naona Agnes ametoka ndani na shangazi. Sasa basi shangazi akikaribika kitu. Kwa sababu najua Agnes alikuwa leo muuliza kitu. Lakini nadhani Bangala umesikia shangazi alichokuwa. Agnes atapokuja sawa. Hisi ni zoezi la kesho usiite na Shangazi, kwanza mimi nishukuru. Wewe ni kijana mwenzetu na tunakutana huko akatueleza kwa si vyema kama sasa. Kuna ni bora tuje naye moja kwa moja. Ili tuje tuangalie haya mambo tunamaliza. Umefanya vizuri sana. Shangazi, sisi tunashukuru sana. Na hatuna muda sana kuendelea kukaa. Tuombe tu ridhaa yako shangazi. Mbona mara moja hivi jamani? Sasa najua tena nyumbani tuvoacha kwa shangazi. Sasa tunaonana. Haya shangazi, kila wewe. Sasa nilikuwa nisema sawa. Kesho
Yaani kama usipokuja wote, basi lazima mmoja awe. Yaani asipose hata mmoja. Hamna shida. Sawa eh? Shangazi. Usisahau. Haya. Shangazi. Jamani, kama tulivyokubaliana jana, leo ndio siku yake. Kabla ya yote, kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu na pia kumtanguliza Mwenyezi Mungu ili kumchaji Nadhani Alex hali yake na naomba nimekuja kwenye kikao hiki mzungumze ukweli mtupu. Mpepesa macho na hisi vichwa vyenu na miguu yenu itakuwa na hali yangu. Naomba mzungumze ukweli mtupu. Nadhani mmenielewa. Shangazi, nakuheshimu wewe. Umudi, nakuheshimu wewe. Alex na Jackie, zungumzeni ukweli mtupu. Hebu nisikize nikwambie kitu kimoja bwana. Kwanza shusha hiyo pressure yako. Alafu la pili, hiki ni kikao cha amani ndugu yangu. Ni vyema tukamsikiliza shangazi anavyosema. Kuliko hivi na hiyo haitakiwi bwana. ni sawa. Alex, tunakusikiliza. Na jamani, samahanini sana. Naomba mnisamehe sana. Naamini kabisa kwamba kila mmoja nimemkwaza kwa namna yake. Kila mmoja hapa nimemkosea kwa namna yake. Na ni kama nilivyosema tu kikao kilichoisha jamani. Sababu kubwa ya tatizo lote hili ni kauli. Na kauli ilitokea kwa sababu Paulo hataka kabisa mimi mahusiano yangu mimi na dada yake. Haitaka mimi kuachana na dada yake. Kitu ambacho mimi sikuwa tayari kufanya hivyo. Na hiyo tu kwa sababu mimi nampenda sana Loveness. Sikuwa tayari kumpoteza kwenye maisha yangu. Nakumbuka siku moja tuligombezana sana na Paulo. Kufikia tu mbaya kutuona kauli mbaya. Nakumbuka ilikuwa sema leo mwanangu jamaa amechukua hii. Ila nyewe kazi kubwa, afu ila nyewe ametoa vinanya kijinga kijinga hivi. Mambo gani sasa? Sio mbaya. Sema nini? Sasa pombe change sana. Wapi tunajua vipi? Fuata hapo sasa. Nina afadhali mkutana na wewe. Ndio wewe ni ibilisi Alex. Hivi hapa mtaani kuna wanawake wangapi? Wote haukuwaona mpaka kwa dadangu mimi? Boss boy. Funguka basi. Please Alex, usinifanye mimi ni mpumbavu na akili timamu. Kwa macho yangu nimekuona na dada yangu. Alex, mimi sio mpumbavu. Wow. Mama la mama. Inakuwa. Loveness. Unajua mimi nahisi kabisa hakuna mwanamke mzuri kama wewe dunia hii. Kwangu mimi mwanamke namba moja dunia nzima ni wewe. Acha kuomba kitu kimoja. Isije ikatokea vibaka wale wakaja kuiba penzi langu. Aya, niambie. Mimi nahisi kama hili swala la kujificha hivi ifikie mwisho. Mimi na wewe sasa tujiweke wazi. Kaka kwa fahamu kama mpata shemeji. Mimi nikuchukue jumla nikae na wewe. Kwa sababu naamini wewe unanipenda, mimi nakupenda. Kuna haja gani ya sisi kuendelea kuficha penzi letu? Ni sawa Alex, usemaye. Mimi sikatai. Tatizo sasa kaka yangu, si unamjua tena alivyo mkorofi. Unadhani nikimwambia hili swala atanielewa? Na isitoshe wewe ni rafiki yake mkubwa, anakuchukulia kama ndugu. Unadhani kirahisi tu? Mimi nakupenda sana. Ila tatizo linakuwa ni kakaangu. Ataelewa. Kwani asielewe kwani nani? Sisi ni marafiki. Na kitu anachokifanya mimi ni kubadilisha urafiki kwa. Sasa hata kama ni yeye ana kitu bamu, si lazima atalipokea kwa furaha jambo hilo. Kabisa.
Sawa Alex. Lakini kwa unavyomjua kakaangu, ili swala atalelewa kweli? Isitoshe ni rafiki yake mkubwa. Sikia baby. Jambo ambalo nataka kutengeneza sasa hivi ni zaidi ya urafiki. Na ninachokiamini kwa sababu ninaamini mtu mwelewa atalelewa tu jambo. Sio na wasiwasi. Sawa. Nimekuelewa. Ila sasa kama unavyojua hapa ni barabarani. Unaona wanafiki kama wote. Kakaangu anaweza katokea huko ajulikane yule. Unaona? Ikawa mambo sio. Kama vipi tukutane kwa unapokutanaga kwa kujificha. Au unasemaje Alex? Sawa, haina shida, lakini mimi hilo jambo la kujificha ficha mimi silitaki niendelee kuwepo. Unajua tena, basi mkono. Chunga sana wale vibaka wala sija kaniibia penzi langu. Wewe mwenyewe unanijua, sina mambo hayo. Haya poa. Dali huo utatoa wewe. Achana na dada yangu. Paulo, yule ni kama dada yangu, lakini sio dada yangu. Wewe ndo dada yako. Mimi naruhusiwa kumuoa. Shida iko wapi? Nakumbuka kwamba atakuwa mikono salama kwangu. Mimi nisikilize. Naomba uachane naye. Siwezi. Utakuja kufanya kitu kibaya. Naomba uachane naye. Hivyo vitisho tu. Wewe unafanya kitu gani wewe mtoto mdogo? Utafanya kama nilivyokuambia au vinginevyo? Kwa hilo na mimi siwezi. Sikilize Alex. Poa Paulo. Nitakuja kukuharibu. Paulo. Nitakuja kufanya kitu kibaya. Wewe unakwambia nitakuja kufanya kitu kibaya. Aje mwanangu. Wewe utakaje? Watakaje? Sasa mwanangu, una kitu unachokifanya. Utakuja kufanya kitu kibaya mwanangu. Hicho unachotaka sifanyi na wewe mwenyewe utaona sasa. Mimi nakwambia kwa sababu umeona Jack, sema fresh. Wewe angalia mambo yako hayo. Sema nini? Baridi wewe umeanzisha. Tutakuja kuonana. Fresh. Yaani mshukuru Jack mwanangu. Mimi nakwambia tutakuja kuonana. Baridi. Kwani nini? Fresh. Poa. Utaona baridi tu. Unafanya nini? Poa tu. Poa kanisa chenyewe ushaipata. Hapo mimi nimekwenda sente bwana, mimi nasikia mambo mengi. Acha bwana ondoke bwana. Hivyo ndivyo ilivyokuwa jamani. Na kipindi wewe unamkimbiza Jaki hata hakuwa anafahamu ni nini, kwa sababu siku ambayo mimi nagombana na Paulo, Jaki alikuta tayari tushazungumza. Aliona tu tunavutishana basi. Hakujua hasa tunachogombea mimi na yeye ni nini. Kwa hiyo namkimbiza yeye hajui chochote. Jamani, mimi ndo naanza kupata picha sasa hivi. Unajua Paulo wewe alikwambia tatizo lolote likitokea basi ukamwone Jaki. Kwa maana ukienda kumwona Alex hawezi akakuelezea vizuri. Ila ukienda kumwona Jaki angeweza kuelezea vizuri kwa sababu yeye ndio aliweza kushuhudia ugomvi mzima. Lakini sasa wewe ukachukulia huyu Jaki ndiye ambaye ameweza kusababisha hiki kifo. Sasa hilo ndio tatizo lako ndugu yangu. Mudi, unajua Fika ni rafiki yangu. Kwa nini panga yeye sikimbiza nao wewe? Mpaka namkimbiza Alex na Jaki. Hao wamekosea familia yangu kwa kifupi. Ningependa ndio muone mdogo wangu Paulo yupo hapa. Lakini Paulo hayupo na mwana love tipa. Shangazi mimi nakuheshimu wewe, shangazi nakuheshimu wewe, lakini ya Alex na Jaki. Na sisi leo hapa mngekuwa watatu. Damu ingetapakaa mngenipeleka jela nyinyi. Mngenipeleka jela Alex na Jaki. Moyo unauma. Paulo ni mdogo wangu. Kifo chake kimekutanisha ningefa tu kweli. Jaki kweli, Jaki. Eti namwamsha Paulo. Amka Paulo, amka, Paulo amki. Paulo amki. Shangazi, wewe ndo mama umebakia. Na wewe ndo baba umebakia, shangazi. Acha mpira huu. Ucheze wewe. Baba kidogo. Utaushusha moyo wangu. Lakini naniuma, moyo unauma. Sawa, mimi nashukuru. Alex. Unasikia mbona unachosema? Nimsikie shangazi. Unasemaje? Kuna jambo jingine, kuna jambo la rafu. Atakiwa niishi leo tu bila hapo ameshika.
Jamani, mimi nashukuru. Boni ni sahihi kabisa yeye kuwa na hasira kama hivi. Kwa sababu kumbuka Paulo ni mdogo wake wa damu. Pamoja kwamba na sisi pia kwa tunashuhudia kama wadogo zake, lakini Paulo ni zaidi. Kwa sababu damu ni nzito kuliko maji. Boni, mimi sijamuua Paulo. Tabia zetu hata wewe shangazi unazijua. Sio mimi, sio Jaki. Hakuna hata mmoja kati yetu ambaye ana vitendo vya shirikina. Kwa nini tumuue kwanza yule rafiki yetu mkubwa? Kwa nini tumuue? Kwa sababu zipi? Ile mimi naamini kabisa ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Jamani, leo jambo lishatokea. Mungu kampenda zaidi. Iko hivyo jamani. Sawa. Nadhani wote hapa tukiachana na hili, nadhani ujue wewe unatakiwa ujue kwamba mdogo wako anaishije na mama mzee. Sasa unapoendelea kulia hapa, hata mimi pia tunachanganya. Ona nataka la nini? Shangazi, namkumbuka Paulo. Paulo ni mdogo wangu, namkumbuka, ni mdogo wangu wa damu shangazi. Shangazi, basi mimi nakuacha hiyo kwa sababu wewe ni mama. Ndio bakia sasa hivi. Kwa kuwa wamekuja nao pia ni watu muhimu, binadamu wanajua makosa yao. Sawa shangazi, nimekuelewa. Lakini naumia kwa sababu Paulo ni mdogo wangu. Ndio, sawa. Haya tena tuache sasa. Kama mtu akashajielezea na hii ni kazi ya Mungu. Hapa hamna namna. Ni Mungu mwenyewe ndiye alikuwa ameamua hivyo. Basi sawa shangazi. Ila naomba kitu kimoja. Alex, unielewe. Unajua fika kama ule ujauzito wa Loveness ni wa kwako. Yesu, unielewa. Sasa ninachomba kitu hiki kimoja. Na ndio mimi ninachohitaji ni ndoa. Na ndoa hiyo iwe haraka zaidi. La sivyo kuita uongo wako Alex, nitakubali niende jela kwa sababu yako wewe. Sasa shangazi, naomba option hii moja. Huyu Alex anakuja kuchukua mzigo wake lini hapa nyumbani? Na mzigo wao sio kuchukua ondoka nao tu hivi hivi. Ninachohitaji ni ndoa. Na Yesu, unielewa Alex. Jamani, mimi nashukuru kwa kuwa jambo hili limeisha. Maana nilikuwa sina amani kabisa. Lakini kwa kuwa jambo hili limeisha, ni jambo la kumshukuru Mungu. Kaka. Na mdogo wangu. Asante sana. Nashukuru kwa hicho ulichokifanya. Kwani umetambua hisia zangu. Mimi na Alex tunapendana sana. Kwa hiyo nashukuru kwa huu utata umeisha. Umemaliza salama. Asante sana kakaangu. Cha kumalizia ni kwamba nafikiri kuna msiba. Wacha mimi nikamzike huyu maiti. Maana jambo si limeisha shangazi. Limeshaisha. Umudi tunapanga wapi? Hii hazina hii. Hii hazina hii bwana hii. Ulinzi wa hazina hii bwana. Hii hazina. Mimi kuna amani tu. Alex, yake. Wewe ina amani ilipanga ndani ya hazina. Hii tena kimbiza si Alex ukuja hadi kukili. Basi na kutoka kuna wenzi na gaja ghafla au kuja mlango nikitoa hii hazina hii. Hayosi. Sawa, kwenda basi. Tena sasa uone ile kitu kimoja. Alificha huko. Kwenda basi.